My person. How are you? Praise God. Kuna mtu amekuja na amejificha mahali, tafadhali kuja hapa mbele. Amejificha pale karibu na choo. Tafadhali kuja. Parodhi wa Thayo. Yeah. Kuja tu. Yeah. Karibu sana. My person. How are you? Ushawahi niona? Wapi? So leo mnaniona live. Yeah. I'm so happy. And I thank God for all of you. Na asanteni sana kwa kukuja hivi. Mtu akipanga event kuna wakati inafikanga unajiuliza watu watakuja ama kutaenda aje. Wenye tulikuwa nao asubuhi wanajua what we went through. It was terrible. Actually tulimaliza kujipanga karibu sana. Na tulikuwa tunajimalizia kama watu already wamesettle. Si ni ukweli? But I thank God because kuna kitu najuanga saa zile kuna testimony. Shetani saa hizo ndio analetanga vita zake zaidi. So kulikuwa na inconveniences mingi sana leo, but I thank God because tumefika hapa. May God bless you so much. Kuna wakati nakaanga hivi najiuliza kama Mungu hakunipatia hii favor, sijui ningefanya nini. The other time nilikuwa naongea na kuna wakati nilikuwa naongea na mama yangu and nakumbuka akiniuliza kama singekuwa najulikana online sijui tungefanya nini. And I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. But one thing I know, Jehovah took it over. Thank you. I thank God kwa sababu machozi ya leo ni ile ya furaha ya. Yeah, so nilikuwa nasema kuna wakati tulikuwa tunaongea na mama yangu and tulikuwa tunaulizana kama singekuwa napendwa hivi online sijui ningekuwa nimefika wapi. Because kama venye Karangu amesema sickness ni kitu inaweza kukudrain everything that you have. Ile pesa yote uko nayo inakudrain, unabaki hauna anything. And kutoka nipate accident in 2014 nimetumia pesa mingi sana kama venye Karangu amesema. Hadi ikafika mahali nikajua in life there is nothing as important as your health. Hata ukuwe na how many millions or billions as long as hauko na health you are as good as nothing. So kwa wale wenye wajui story yangu nilipata accident in 2014 and nimezunguka hospitali mingi sana in the country. Nakumbuka kuna wakati nilikuwa naenda mpaka Kericho, nilikuwa peke yangu. And I thank God. Wacha kwanza kuna mtu mmoja nimeona, wacha tu nimuite, nimuintroduce hapa, hata kama hataongea,
nimuintroduce kwa sababu anakuanga very important kwa life yangu. Peterson, kuja tafadhali. So huyu ni Peterson Kiraithe. Tulikuwa tunafanya kazi na yeye kwenye nilikuwa nimeandikwa, nilikuwa nafanya kazi na NGO. Ile siku nilipata accident, yeye ndio alinikujia na ambulance. Akanipeleka hosi, aka make sure nimetibiwa na nikarudi nyumbani. Si leo tumekuja give thanks Mimi personally nilikuja kumshukuru, at the same time tukishukuru Mungu pamoja. Peterson ndio alijua, he was the first person mwenye nilipigia simu kwa sababu venye nilianguka na motorbike nilishindwa kuenda. So venye nilimpigia simu hata hakuniuliza swali. Aliita tu ambulance, St. John's ambulance, wakakuja wakanichukua, wakanipeleka hosi, nikaangaliwa. Fortunately sikuwa na fracture, so nilitibiwa na nikarudi nyumbani usiku. So he is one person mwenye anajua history yote mahali ilianzia. Thank you so much Peterson kwa sababu you saved my life that day. So unasikia naitwa Kiraithe, mimi naitwa Mwaura, so meaning we come from different regions but he took my burden kama yake. This friend of mine anaitwa Yusuf Maore, pia by then wa Meru wawili. Sijui ni nini hiyo Mungu anaongea kuhusu Ameru. Haya, wacha nimrelease, unaweza take sawa, thanks yeah. So Yusuf amekuwa rafiki yangu sana kwa hii safari yote. Saa zile you need a man to talk to na hauna mtu mwingine, hata nikimpigia simu saa 8 hawezi kosa kushika. So venye nilipata accident 2014 nimezunguka sana in the country kwa sababu nilipata accident 2014 then nika lose kazi the following year. So nilitoka kazini exhaust everything yenye nilikuwa nayo na bado nikafanywa surgery na ika backfire. So meaning nilikuwa nafaa bado kuenda surgeries na sina pesa. So mkisikia nilikuwa naenda Kericho, na si Kericho ni mahali unawekwa Kericho and then unaenda interior na probox. Zile probox zinabebanga watu zaidi ya 10 You can imagine nimefanywa surgery, niko na hizo pipes tumefinyana ndani. But nilipitia hiyo yote because kwetu hatukuwa na resources zenye zingenipeleka hosi mahali pengine, na sikuwa na pesa ya kulipia mtu fare. So nikienda huko nilikuwa naenda peke yangu ndio nijaribu kusave pesa. Nikafanywa surgeries mingi sana. Nikifanywa surgery ina backfire, nikifanywa surgery ina backfire. Catheter inatokana, kidonda inatokana, inashona inatokana. Surgery ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10. Nimeenda Kericho, nimeenda side za Murang'a, Kiambu, huku Nairobi, Machakos. Until most of you mlikuja story yangu I think last year. Saa zile sasa nilianza kuonesha watu what I was going through. I want to thank God kwa sababu ya my brother Karango. Saa zile Karango alikuja kwangu, he didn't know me. Nakumbukanga hata akikuja ilibidi nichukue nduthi niende kwa sababu alikuwa hata amepotea na niambia hey, huku kwenyu siwezi kukutrace. Na hiyo wakati unajua nilikuwa na catheter, sikuwa natumia motorbike but I had to. Alijitolea kukuja kwangu, alikuja kwangu, nakumbuka alitoka kwangu karibu saa 7 usiku. And I remember the first words aliniambia Isaac, I don't know you, lakini nitasimama na wewe, nitakuacha nikiona umesimama. That time nilikuwa nimejaribu, wacha nimrudisha nyuma last year nikifanywa fundraising ya ile wakati nilienda Coptic Some of you walijua hiyo story
tulikuwa na WhatsApp group, tulikuwa tunajaribu kufundraise. And I remember, I think niliguza mahali, kuna wakati niliguza hiyo story. Kuna WhatsApp group tulikuwa nayo, na tulikuwa tunaenda secretly tunapitisha mswada. Tunasema kesho asubuhi tunaenda kuvamia page ya Karango, hata heri iblokiwe kwa sababu ya ikae ni kama spamming Tunaamka asubuhi, tunaenda tunavamia page yake. I remember that time, I don't know whether that friend of mine ako hapa hivi, sitaki kumsema jina yake. Kuna wakati na hakuwa anajua hiyo story. Alikuja akaniambia, Isaac, mimi nilikuwa naomba na Mungu aliniongelesha, and hakuwa anajua anything. Akaniambia, sahi unakaa hivi, unajiuliza nikipana na mtu kama Karango anaweza nisaidia nipate pesa niende hosi. But Mungu ameniambia si wakati wake. Sahi utasaidiwa na 50 bob, 100 hapa na uende hosi. So saa zile tulikuwa tunaenda tunavamia page ya Karango. Hiyo wakati ndio tumevamia kwenda kuangalia, tunakuta Karango ako admitted hospitali. Tukaenda kwa page ya mtu mwingine, sitataja wengine kwa sababu hawako hapa kujidefend. Karango wako hapa hivi kujidefend. The rest wako hapa. Tukivamia hizo page zingine, kitu inatokea, hiyo ina backfire. So no, ndio nikuja kuenda India December. Nakumbuka kuna mtu alinipatia namba yako, na akaniambia mimi kuna mtu najua nitaongea na yeye, so ukipigia Karango atakusaidia. Nilichukua namba na nikaisave, then munisamehe kwa sababu nilifanya makosa hiyo wakati. Nilienda nikamwambia nimejaribu kupigia Karango hapatikani, na sikuwa nimempigia siku hata moja. But kuna kitu ilikuwa, I remember there was somebody mwenye aliniambia, Isaac, help is coming, you will not go for it, but Mungu atatuma mtu na atakuja kukusaidia. Nakumbuka ile wakati Karango alinipost, somebody called me usiku sana, saa 7 usiku. Akaniambia, Isaac, umelala na kuna good news. Nikamuuliza good news gani? Akaniambia, hey, Karango amekupost. Let me tell you, nilikuwa nasikia kama nitachizi But before that, mkikumbuka kuna wakati nilienda kwa page yangu nikapost nikienda India. Mnakumbuka? Kuna mtu alikuwa anakuja India na simjui by the sijui kama ako hapa. Uko hapa kweli? Mwenye ulinipiga picha na ukanichekelea ukisema ati najifanya naenda majuu. Ni kama hako. Yuko. So kuna mtu alikuwa anakuja na hatukuwa tunajuana physically. Akaniambia anakuja. So nikamwambia nitakukujia airport. So venye nilienda kumchukua airport, nilimuomba bag zake. Nikamwambia hebu nisaidie na bag zako. Akasema ni sawa. Nikamwambia hebu shika hii simu, hebu nipige picha. Akacheka akaniambia, sasa Isaac unataka kudanganya watu kwa nini? Nikamwambia nipige picha. So akanipiga picha. Then I posted, nikasema nimeenda airport kutap blessings za kwenda India. Sina pesa. Niko huku kwetu, but I know very soon taenda India. Do you remember that? The power of the tongue. That's why mnaona hata nikipost kwa Facebook yangu, I am very very cautious na zile vitu huwa mimi na post, because I know the things that you post zinaweza kukurudia, si ndio? I posted nikasema nilienda India, mpaka nikasema nionyeshe ndege za India kwenye zinakuanga, niende niingie kwa sababu I believe nitaenda India. Trust me, sikumaliza 1 month before niende India. Saa zile Karango alinipigia simu, mimi niliona tu Karango Muraya. Nilikuwa nimesave namba yake, but nilikuwa nimedanganya nimemtafuta, nikamkosa. So akakuja akaniambia atasimama na mimi, and I thank God for you my brother. Sisi kwetu venye unaona, we don't have anything that but God will always bless you. Yeah. Karango hajasema kila kitu. When we were going to India, nilikuwa nafikiria maybe Karango ataenda achukue business class kwa ndege.
based on venye nilikuwa namjua. Like unajua kuna venye unaweza angalia level ile Mungu amemuinua, si ni kweli? Na ukiinuliwa si umeinuliwa, unakaa kama baraka zako, si ndio? Nilikuwa nafikira maybe atachukua business class, sisi tukae economy. But trust me, tulikaa na yeye hapa. Akiletewa zile unakumbuka zile mahindi ngumu tulikuwa tunakula za Wahindi? Akisaviwa hiyo mahindi ngumu na mimi nasaviwa. Akikohoa kwa sababu ya pilipili za Wahindi, tunakohoa na yeye. Maji yangu ikiisha na niuliza kama nimebakisha maji, atulize kwa sababu ya pilipili, tuko hapa na yeye. Saa zile tulifika India, nilikuwa nafikiria mimi nikitafuta kachumu mahali, yeye atakaa presidential suit na huko. But trust me, tulikuwa na yeye hapa, tunapika kafagara na yeye hapa. Tukienda shopping, si ati anasimama endeni mchukue, yeye anachukua na anasukuma trolley. Nikiwa hospitali, mimi nimelalia kitanda mzuri, yeye amelalia kiti. May God bless you, my brother. Saa zile daktari alisema nitarudi huko. I remember I cried the whole night. I don't know kama Zaka kwa huko. Tulikuwa na Zak, tulikuwa na kina Teresia. Teresia kuja hapa hivi tafadhali. Tumekuwa na Teresia mara mbili India. Tulipitia the same challenges za kutafuta pesa. And I remember Karango, nakumbuka that night tulikuwa na stress mbili. One of them ilikuwa ya Teresia because pia yeye alikuwa ameenda treatment. You know her story, Teresia Njeri. Karango alikuwa na deal na stress mbili. Mimi nimeambiwa nitarudi India tena. Na kurudi si ati kusema ati kwa sababu nimelipa next time nitaenda for free. Nirudi nifanye fundraising nyingine then niende huko. Then daktari akasema kuna possibility mambo ingine haitakuwa. Karango ni yeye alikuwa anafanya counseling kwetu. May God bless you, my brother. Thank you so much, Njeri. Sitaongea sana. I just want to thank you all. Muliacha mambo mingi sana mkakuja hapa. Kuna watu waliniambia wali travel kutoka Western. Kuna wale wametoka Kirinyaga, kuna wengine wametoka Embu, Meru. Kuna wengine wametoka Ukambani. You sacrificed your time, your resources, your day to come here and give thanks to God with me. May God bless you. Mumesimama na mimi mara mingi sana. Mimi the last time nilifanya kazi ilikuwa last year. Na sijai lala njaa. Sijai fungiwa nyumba. Sijai kaa kama sina token. Vile nimevaa hivi, I don't know kama naweza mention nao watu. Kutoka chini mimi nikiitishwa vitu zangu Karango, nitaenda tu na birthday suit nyumbani. Kuongea ukweli. Si mnaonanga venye nakuaga honest kwa nini kwa Facebook? Mimi hata nikiletewa unga nina posting inasema kuna mtu amenibariki na unga. Si ni kweli? Ulinibariki na sandals na siku post. Huyu alinipatia sandals anaitwa Linda's cream bells Alinipea na tulikuwa na wewe. Alinipea sandals. Mimi kuanzia chini mpaka miwani ndio yangu peke yake. The rest ni kupewa. May God bless you. Najua wengine wenye wamenibariki wako online kwa sababu wako diaspora. May God bless you. Vile nimesimama hivi, si mnaona hata nimeadd kilo kidogo.
ni kwa sababu ya upendo wenyu. May God bless you, may you never lack. Msiwahi changisha kwa sababu ya ugonjwa ama shida ingine yoyote. God bless you so much for loving me. Mama yangu ananiulizanga hawa watu natoanga wapi. Namwambia mimi sijuangi hata mimi, ni Mungu. May God bless you. Thank you so much, sir. Asanteni sana. I think sasa tuko na, hata kama huko na kitu ya kuambia Mungu asante, sai uko nayo. Si ni ukweli? Isaac amefanya ni kutana na watu wengi leo. Hebu na huyu sasa. Hebu kuja. Nakumbuka kuna daktari alikuwa amesema sasa haki ya Mungu haka kalikuwa kamepewa hadi date 19 December. Daktari wengine hata wananga huruma. Maji ni msichana mrembo hivyo alikuwa amempea hadi 19. Na 19 December ilitupata tu India. Na hata ya this year itatupata tu hapa. Sababu Mungu ni mwaminifu. Ona mwingine hapa. Simama tu hapo. Kwa wapi huyu? Kuja Sam. Najua ni saa zingine ni vizuri mnaona hawa watu. Kuna mtu mwingine nilikuwa nimeona amepost ati huwa na panga. Mimi ni mtu ambaye analipwa na kampuni mingi. Nikihitaji pesa naweza jua venye ninaweza fanya na hizo kampuni zinipe pesa. Lakini mimi siwezi tumia mgonjwa kupata pesa. Kuna huyu. Bali dugu. Uko sawa? Huwa naitwa Sam. Mama kwa huku leo. Wewe kwa nyina wa Sam. Kuja na huku. Pia huyu kupitia tu hii platform Mungu akampeleka India. Na sasa yako sawa. Haikuwa rahisi. Ati huyu ni Sam. Anakuja kwa event yako huyu. Si Mungu ni mwaminifu. Na waleta hapa ndio mjue hata kama unasikia mimi siwezi gojeka. Hata sijui kwa hiyo event nilienda kufanya nini. Shukuru Mungu tu sababu ya hawa. Si ni ukweli? Kuna mwingine hapa nimeona. Ako wapi mama Nikolina? Nimemuona hapa. Ona huyu. Oh yeah. Sasa wote saa hii tumekuwa familia moja. Kuja na huku. Kwanza kuja hapa. Mgonjwa wenzake. Kuja hapa. Huyu hata namchagulia bibi hapa saa hii. Toma hapa. Huyu lazima niambie anatakanga mtu kama gani. Kuja hapa. Unajua aliniambia kwa characters. Kwanza mlemo mwenye nitamchagulia akuwe financially stable. Na ajue kusetala. Sasa ona. Hata kama na hata labda nisaidie mbele ya kusaidia wote kwa hii platform. Tulianza na huyu. Tulianza na huyu 2021
Na hata before tufike kwa huyu 2021 na kasichana kake huyu ndiye mwanamume wa kwanza kunipigia simu akilia. Nilikuwa namuuliza, sasa unalia aje? Na niambia Karango, hakuna kitu kingine naweza fanya, nitalia hadi unisaidie. Tulikuwa tumeanza na huyu. Ni vizuri mjue. Na hata hakuna mwenye tumeongea naye hii wiki yote, hawa wote. Lakini waliona sababu ndugu yao anakuja kushukuru Mungu, wakasema pia wao wakuje. Kuna mwingine pale kuja na huku mama Brian. Demuraga mayaga ima akoroneka karatogo macietaga. Aya mena uira wa kakara icio. Gade muhe karugano. Ndacemanitie na uyu mbere yoyu. Uyu mwanake wake athiaga gwikwo liver. Athiaga gwikwo liver and kidney transplant. Ilikuwa 2016. Liver and kidney transplant. Tukemutwara India. Sai yako? Daishi. Sai yako college. Anafanya nursing. Huyu akafanya nijue huyu. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimeenda bari ya kasichana kengine tulikuwa tunasangishia. Unfortunately kakaaga. Nilikuwa kwa bari tu nilikuwa naona mzee ameniangalia hivi. Nilikuwa nashindwa huyu ametumwa na nani? Ndio tuikaraga tukihogaga. Ndathie kahinda ngona ne okira. Ngiririkana nĩ ngũtigĩte ngacibũ ngari-inĩ, ngiuma harĩa ngĩthiĩ harĩa ndaigĩte ngari, ngĩmuona nyimĩte thutha, ngiuga aca nĩngwenda kũmenya ũyũ nĩkĩ. Mũriũ ũkwendete brother, njũkire kũgwetha tondũ mwana wakwa nĩ mũrwaru na nĩ arabatara gũthiĩ India. Ngĩmwĩra it is possible. Mwana wake agĩthiĩ India. Ndiamenyaga ũcio twatwara India ni agatuika kirathimo kuri andu aingi ati ayothe magereire thuruwe. Thaici no umethagira tickets, no umethagira accommodations, no umethagira nginya thibitari iria njega meguthii guthondekerwo. Mahurire irohero wega. Kana gake nginya thaici gatire goka wega no gatihana uria kahanaga hindi iyo. Tondu